beneficiary. The greatest investment that you can ever do to a student ama mwanafunzi ule mdogo ni through education. So in fact, mahali serikali inafaa inject a lot of resources is health and education. Shule huku bana, mvua inapiga watoto huku my friend. Tenders zinapewa watu wenye common, watu wale wanajulikana. Hiyo mambo za NGCDF, CDF bado iko kwa hiyo finance bill, then ina make it unconstitutional. Kama kawaida, form ni kuongea ikutoke. Good evening and welcome back to yet another Tuesday of the Gen Z Manifesto. Kama kawaida hapa form ni kuongea ikutoke. Please remember to call live on K24 and Kameme TV. And today we are asking one simple question. Who are the abductors? After the president gave the nation a confession of sorts that indeed abductions have been taking place under his governance, but promising it won't happen again, Kenyans now want to know the faces and names of the abductors. And lest we forget, Steve Kavingo, Billy Mwangi, Peter Muteti, Bernard Kavuli, Naomi aka Jaber Toto, Kibet Bull, Ronnie Kiplangat, all victims of abductions last December, are among the more than 82 victims reported by the Kenya Human Rights Commission. So, no, Mr. President, Kenyans refuse to take the "it shall never happen again" as an apology or form of accountability. This cannot be treated as an oops, pole situation. You say they have been returned to their families, fine, but at what cost? And what about those who are still missing? Mr. President, might you know their whereabouts as well, since you have intel about those who were returned home? Again, tonight we ask, who are the abductors? Will justice finally be served? Please engage with us on our WhatsApp number and we'll be reading your feedback in a minute. Meanwhile, I'm joined in studio by the lovely Linda. Hi, Linda. Well, good evening to you, Ms. K. And you know, let's call this out as it is. It's blatant disregard of the law, because if the government is actually saying that all the people who are abducted are back home, yet the number of people who are out there still, their families looking for their kin, then, well, who is abducting them? Well, begs so many questions, yeah? Right, Linda, right, Linda. Kagena, with the start, how are you? Well, indeed, I'm good. And a story is told here on Gen Z Manifesto about this bomber where goats went missing. Then one day, the watchman goes and tells the owner of the bomber that goats will no longer disappear. Including the black one and the green one, they will never disappear. And that one has come back. And so the owner is left asking, then who was taking these goats? And how sure are you they will not disappear again, because we do not have the one who was taking them? And neither are you ready to confess that you are indeed the one taking them. So it leaves more questions than answers. And hopefully today we get some of those questions answered. Ms. K. Thank you so much, Kagena, our mhenga of tonight. Meanwhile, acha tusikia from Majibu kwa ground. Majibs, my G. Is vipi bana Miss K, kwanza pokea zako. Another Tuesday ya the Gen Z Manifesto bana, na leo tuko na story yenye kwanza Gen Z wamekuja kwa wingi kabisa kuchangia story ya abductions mazee. Watu wengi walitokea stress wakaabductiwa, wengine wakapatikana, wengine buda, pole kwao. But again, ngori ni kwanza gava mara ya kwanza ilisema kwanza hata haijui kulikuwa na abductions. Mpaka nakumbuka one time mkaambiwa kama unajua mtu yeyote mwenye alikuwa abducted mpeleke list. Watu wa Human Rights wakapeleka, tena gava ikasema sijui si kazi yake, haipo ifanye kazi yake, siku investigate sijui vitu mingi. Tena hasa juzi number 1 amerudi akasema ungelishikwa wameachiliwa sasa. Okay, nani alimwambia walikuwa wameshikwa kwanza number 1 na number 2 majenzi hata alikuwa tunaongea nao sasa hii wanajiuliza pia wao. Okay, waliachiliwa na nani? Na the same thing pia Miss K umepiga kwa intro yako, who are these abductors? Sitaongea sana. Wacha nipate kusikia kwa majenzi wenyewe wasikiwa wanasema nini. Kwanza my G,
kulikuwa na abductions. Gave akasema haijui ni kina nani. Tena number 1 amerudi akasema wasio wameachiliwa. According to you, who are these abductors? Okay. My name is Nicholas Galgalo, and for me, actually, there is no amount of political loyalty inaweza fanya anyone to fight the government so much until mtu inafika an extent yenye unakuwa abducted. But the same way, government, there is no way vijana wanakuwa abducted, wengine wanauawa. From the records, from the data currently, inaonyesha kuwa last year during the Gen Z protest, 39 people, they were killed. Around 391 people, they had sprains and those are injuries. So those people wamepotea. Wengine juzi the president ametuambia, at first the government ilituambia kuwa walideny kuwa watu hakuna mwenye ameuawa, hakuna mwenye amekuwa abducted, but juzi tunaanza kusikia from the president tena anatuambia those people wamekuwa reconciled back to their families. So we want the government to come out clearly, were the people killed or were they not killed? Sasa nikuulize, according to wewe mwenyewe ukipiga darubini saa hii lens yako polite, unafikiria nani abductor? Okay, for me, I don't want to kukuja because politics ukuwa na political kuanga na political optics ambazo watu come up just for political popularity. You see, sometimes unapata you get even kumefika sometimes hata the former governor wa Nairobi Sonko alituambia kuwa during their time wakiwa Jubilee they used to go wana abduct watu, then they assume wanasema ni opposition wamefanya hivyo. But currently juzi na hiyo blood parliament record ile ya BBC ilionyesha kuwa watu ambao wameua the young people are the people from the government, police officers. Shikilia hapo. Umetaja kwanza wanasiasa na polisi. Maiji, who are these abductors? My name is George Gikonyo, the president, Nairobi Urban Street Photography. And I will tell you again and again, insanity is doing the same thing again and again and expecting different results. Our beloved President Ruto has been lying to us again and again and again, and he's expecting different results. From who? How can you tell us a lie again and again, and when we tell you the truth, you are abducting us? You're not taking the truth to be what it is. If I'm the president today, I would come to my people the same way that we loved you and we voted for you. The love have not completely died. There's some little bit that is remaining. Come out as a gentleman, as our president, and tell us, I have done wrong, my people. What should I do? I really don't understand how you promised us that you will no longer be taking loans, and day in, day out, you are going to do what you told us you not to do. If that is not a lie, what do you call it? What do you call it? And I ask you again, if it is not a lie, what do you call it? Take the truth, do not abduct us, and that lying of telling that you have returned those who have been abducted, who had abducted them. You can only give back what you had taken. If you had not abducted, you could not have given back. Thank you. We? Aye. Yeye asha address mwenye alikuwa na address na mbwashekelea TV kubwa pale Karen alikuwa na watch. Bado anaendelea kuwatch Gen Z Manifesto. Nikuje kwa mwenyekiti wa KANU Nairobi, anaitwa Titus Otieno mwenyewe. Bro, chama inasemaje nani abduct wasi? Asante sana ndugu yangu. Kwa majina vile umesema, mimi ndio Chief Titus Otieno, mwenyekiti wa chama kuu, chama iliyo imara, chama ya Jogoo Nairobi County. Nataka kwanza kusema hivi. Mimi kwa maoni yangu naonea Mheshimiwa Rais huruma. Kwa sababu sio kwamba ameanguka, lakini ameangushwa na watu wake. Hakuna vile rais wa Jamhuri ya Kenya anaweza amka atuambia kwamba yeye hajaona mtu ama serikali yake haija abduct mtu yote. Unaona? Alafu juzi rais mwenyewe akasema kwamba wale waliadaptiwa wamewachiliwa. Sasa rais anasema nini? Anasema kweli watu walishikwa. Unaona? Wale walipatikana wamekufa, kweli walikufa. Sasa rais anasema nini? Anasema kwamba
serikali yake imefanya mambo mabaya kinyume cha sheria. Kwa sababu tunajua kwamba mtu anaposhikwa na serikali anafaa kupelekwa kotini, asomewe mashtaka na ambiwe. Na hii inaturudisha nyuma. Yule CS wa public service, nakumbuka CS bwana pia former speaker bwana Justin Muturi, alisema kwamba kijana wake alishikwa, akaenda State House, akaongelesha rais. Rais akapigia mtu simu, naye kijana wake akaachiliwa. Kwamba inaonyesha kwamba wale ambao wana uwezo wa kumfikia rais wao waliachiliwa. Unaona? Inaonyesha kwamba wale sisi wananchi wa kawaida, a common Nairobian kama mimi na wenzangu wengine milioni 7 ambao ni wana Nairobi, hawana haki wakishikwa wapelekwe mahali kokote wanapelekwa na serikali, hawana haki ya kupiga nduru, au wanangoja tu ile siku ambayo serikali wataamua kuachilia. Na sisi naambia rais hivi, rais bwana, hii maneno ya abduction umeanguka. Na kwa sababu umeanguka, ni wakati umefika, na sio hujaanguka pekee mambo ya abduction, umeanguka hata mambo ya kiuchumi, mambo mengine mingi. Na tunasema kwamba sasa mwaka wa 27 ndugu yetu Rais William Samoei Ruto, sisi tunataka sasa uende nyumbani kwa sababu vijana wanaumia kwa serikali yako. Haya. Pia amesema ikamtoka. Wacha nikuje kwa bingwa hapa. Kijana, hebu mpishe kiasi bwana. Mpiga suti nyingine. Bro, umetoka bunge kwani? Unajua tuko katika harakati ya kupeleka Rais William Samoei Ruto nyumbani. Sasa nikuulize, haya. Mambo ya one time ni baadaye. Sasa hii kuna story ya abductions bro. Ni kweli before nikuulize kama who are the abductors, nikuulize Prezo alisema wenye walikuwa wameshikwa washaachiliwa. Unajua mse yote mwenye alikuwa amepotea, labda alikuwa abducted ama wasa alikuwa nakisema alikuwa abducted na ameachiliwa. Unajua yote hata kama ni Yeah, I know one of my friends ambaye alikuwa abducted na akaachiliwa. Aliachiliwa lini? That was last year. Yeah. Na recently after Prezo amesema hasa wameachiliwa. Unajua yote mwenye labda umesikia fununu ameachiliwa? Sijasikia fununu ya kwamba ya yule ambaye ameachiliwa so far. Hakuna, bado kuna wale watu ambao wanasema wana claim wapendwa wao bado hawajarudi. Ndio. Aya, tukurudi kwa discussion ya leo. Who are these abductors bro? Mwenyewe ukiangalia sasa hivi venye government imekuwa ikibonga story abductions, polisi pia reports zao, aipoa pia ni kama mikimia for quite some time. Who are these abductors my G? Ndugu yangu, I always say this that baada ya rais kusema kwamba ameachilia wale vijana ambaye alikuwa ameabduct, hiyo si swali unastahili kuuliza tena na kujirudia kutuuliza Wakenya kwamba ni nani ana abduct. Yeye mwenyewe alikuja waziwazi na akasema nimeachilia wale vijana ambaye niliwaabduct. Hata kama si aliwaabduct ni officers wake, askari wake, na yeye ndio in charge, yeye ndio rais anatulinda sisi wote. Ndio. So according to me, yule mtu ambaye ana abduct watu ni maaskari under the watch of president. Yeah. So ni polisi na the watch of president. Na kulikuwa na hiyo docu ya BBC pia, polisi walikuwa involved. Bro, sai wewe kama Gen Z, unaweza kuwa kwa position yenye okay, unaamini wa polisi because kama wenye wanafaa kukulinda na wa blame that wanahusika na hizo abductions. Sasa protests zitokee tena leo ama kesho, whichever day. Wewe unaamini wa polisi na wanaweza okay, do you believe in the police force? I believe in police. But kuna wale ambao kuna some specific people in police ambao wanatumika vibaya. Hatuwezi sema ati sasa relationship between Gen Zs and police itaharibika kabisa. Hapana. Tunajua hata kuna wale maaskari ambao ni Gen Zs. So relationship yetu na maaskari haijaharibika, ni kwamba we are still bado tunachunguza and we will expose hao ambao wanatumika vibaya na serikali. Ni wachache sana ambao wanatumika. Aya, nirudi kwako Nick. Ni kweli mna blame gava na sana polisi wanatumika vibaya na gava kwa abduct wase na hizo killing zote and stuff. Sai manze kipi ifanyike au majinzi mko na strategy gani labda ku ensure that vitu kama hizi hazionekani tena? Okay.
That's a very good question. You see, hizi maneno za watu kuuawa na the government ama watu kupigana because of political, tunafaa kujua kama wananchi kuwa we have to be disciplined as the people. Unaangalia sometimes we blame the politicians so much, but we are the biggest contributors as a people. Ukiangalia during the voting patterns to vote elections, we vote people based on ethnic balkanization and tribal configurations. Hatuwezi kuwa tuna vote politicians ambao tunajua history zao, they are crooks right from the beginning. But alafu baadaye vitu kama hizo zinakuja kufanyika kama kumaliza kuua vijana, economy inakuwa mbaya, then sisi we are the same people ambao tunaenda kublame the same government. We as the people tunafaa kuscrutinize very much the politicians, the quality of the politicians ambao tunawachoose, because sometimes the problems that we have are not so much about the politicians. It is as the people tunachoose watu aina gani waingie serikali. Then sometimes we blame so much the police officers, but police officers, they are our fathers, they are our mothers, they are our sisters, they are our brothers, and they are our neighbors. So the all police officers, the police force, si wabaya. It's only a few people ambao wanakuwa influenced by politicians because they are in a position ya kualipa, kwa direct enda maliza huyo, just because of political gimmicks and just to clear away unamaliza mwenzako kupata kura. Yeah. Nikuje kwako Tito, ame blame, okay, as much as tuna blame system, governor, pia mapolisi wenye wanatumika, pia amesema Kenyans are to blame because hawa si wenye wanapeana hizo orders na sisi wenyewe tunapigia kura. Bro, nini ingine ifanyike labda ku make sure bro hatu witness vitu kama hizi? Wale wenye wanafaa kutulinda waendelee kutulinda, na wase wanafaa wenye wanapeana orders size hizo shoot to kill sijui nini, pia wao to make sure that tunatoka kwa system. Unajua ndugu yangu, ni nzuri sana umeuliza swali kama hiyo, kwamba ni nini tunaweza kufanya kuensure kwamba sisi wananchi wa kawaida tumelindwa na ile serikali ambayo sisi tunachagua. Kwanza kabisa ni uwajibikaji. Sisi kama raia, na mimi kila siku mimi nalilia vijana wenzangu, haswa vijana hapa Nairobi kwa sababu sisi ndio tuko wengi. Mimi nalilia vijana tuwajibike. Haswa mambo ya kupiga kura. Tupigie mtu ambaye nia yake ni nia ya mwananchi wa kawaida, kumsaidia kuensure kwamba iko mambo ambayo mwananchi wa kawaida anapata kutoka kwa serikali. Kwa sababu unajua vizuri kwamba serikali kazi yake si kutupea chakula. Serikali ni kwanza kabisa kutupea security na kutupea nafasi ya kufanya kazi na kutupea nafasi ya kufanya biashara. Lakini mambo mengine hasa ya kushika vijana kwa sababu wanakataa vipengee ama mambo ambayo serikali inafanya sio nzuri. Kitu ya kwanza inafaa tufanye kwanza kabisa, serikali ya ukabila, serikali ya kutupanga, serikali ya kuambia wananchi kwamba watafanya, watatenga na hawafanyi. Hiyo ni serikali kwanza kabisa lazima tupeleke nyumbani mwaka 27. Na ndio maana nasema hii serikali mwaka 27 si kama vijana tunaipeleka nyumbani. Ya pili, wale wangwana ambao wako katika usalama, haswa polisi. Ndugu zangu wamesema, unajua vile tumekaa hapa tumeona kwa sisi vijana tumekubali kwamba serikali inatumia polisi vibaya. Na nataka tuambie wale wangwana ambao katika usalama, serikali ya haswa polisi wetu, nyinyi ni mandugu zetu, nyinyi ni madada zetu, nyinyi ni manko zetu, mababa zetu, muwajibike. Kila mtu atie bidii kazi yake bila mapendeleo wote, bila ukabila. Tuone Kenya kama sisi wote ni wana Kenya. Tupende kila mwananchi. Kama wewe ni mfanyikazi wa serikali, wewe ni polisi ama wewe unafanya kazi yote ya serikali, tuwajibike, tufanye kazi kana kwamba hatuna ubaguzi wowote wa kirangi, wa urefu, ubaguzi wowote. Hivyo tutakuwa wa Kenya wazuri. Lakini ya mwisho nataka tuseme hivi. Kama rais mwenyewe amesema kwamba amewachilia wale ambao walishikwa, kwani hao watu walikuwa wapi mwaka moja? Haya, tunauliza kama wananchi walikuwa wapi? Kweli amewachilia, ni akina nani? Amewachilia lini? Hizi ni maswali ambayo iko katika kinywa cha wana Nairobi, hasa wale mimi naongelelea. Haya, wenye walikuwa wameshikwa ni kina nani? Kama wewe ulikuwa umeshikwa, sasa hata kwa comments pia tuambie ulikuwa wapi, uliachiliwa lini na uliona nini huko bana, pia sisi tujue. Haya, nirudi kwako. Yes, umeblame
sana sana president kwa hizo issue zote za abductions, sana sana hizo double speaking ni nini. Bado usisahau kuna wase wenye walishikwa na hawajaachiliwa. Nikikumbuka the case of Brian Odhiambo, bado hajapatikana hadi sasa. Do you think gava pia inatuambia ukweli? Because kama Brian Odhiambo ni clear that alishikwa na polisi but hajapatikana hadi wa leo. Familia inamtafuta na president anasema alikuwa ameshikwa, alikuwa ameachiliwa. Do you think as much as president atuambia ni sawa ameachiliwa, tunaambiwa ukweli? Shetani akona wafuasi, Mungu akona wafuasi. Ruto ameeneza ijiri yake. Sasa wenye wanamfuata si wako na kanisa yao. President akikaa chini, kuna what they draft, na kuna ile vision alikuwa nayo ya hii nchi. Na one of the vision haikuwa kuabduct vijana, lakini wakitaka kuuza uoga si wanasema 2 3 wakufe. But the Gen Zs that we have, the young men and women that we have, they are learned, they're educated, but unemployed. But when they can be able to spot a problem and wanaenda hiyo maandamano, it's because they have the solution. You cannot be able to see a problem when you do not have a solution. So the president and his team, they know everything that is happening. The government is composed of very intelligent people. Kuna watu hata wanaitwa department ya DCI. Those people know where you are, what you are doing, what you are eating for supper. So the government knows those who are abducted and they have not returned home. The government knows where they are, alive or dead. And I tell the president, the buck stops at you and the buck stops with you. So whoever you have at your cabinet, uko kwa ground, even if they wrong, we know it is the president who have wronged. Just imagine, naonanga jamaa anaitwa Kipchumba Murkomen, kutoka department ya sports to department of defense, kusimamia askari. Huoni hiyo ni mchezo? Huoni hiyo ni mchezo? President, tafadhali angalia hapo. Tafadhali angalia hapo. We are your people. We have seen the problem and we can provide the solution to those problems. Watu ni kukaa chini wanasikizana jameni. Aya, umesema okay, watu ni kukaa chini wasikizane, but do you think briefly tu niambie government inasikiza ground sahi, like honestly inawasikiza nyinyi majenzi? The government is pretending to listen. That's why wanafanya public participation. But behind the scenes kuna kenye wanataka, and that's what they are pushing forward in the name of public participation. Aya, briefly pia bazenga wangu hapa hivi before nirudishe, nini ifanyike bana majenzi, watafanya nini? Because kama mkienda sisi mnabdaktiwa na clearly mna blame gava. Hiyo gava yenye mnasema iwasaidie, nini ifanyike mando? Ama briefly venye wasametoa maoni yao, strategy ni gani mtaemploy next? The next strategy ni sisi vijana kuchukua kura. Hiyo ndo plan number 1. Walituambia hatuna plan, hatuna viongozi, sijui tuko formless. This time tuko na form. Na form ni kuchukua kura. 2027 tunapeleka rais na wakora wake wote nyumbani. Haya, narudisha kutoka katikati mwa jiji la Nairobi. Mwasema Gen Z wameinject, muende nyumbani na mkifika mnu-text mniambie mmefika. Narudisha studio Miss K, Kagina and Linda. Umesikia majenzi wameblame sana gava story abduction, sana sana president. Kama tuna address those issues, wenye walikuwa wameabduct, wenye ulisema wameachiliwa pia mazee, wanataka uambie ni akina nani, waliachiliwa lini na walikuwa wapi? Nani alikwambia kwanza walikuwa wameshikwa? Studio. Thank you so much, Majibu. Now we have people in studio kutujibu hizo maswali because they were abducted, wakaachiliwa. Watu watuambia walikuwa wapi na waliachiliwa lini. Remember the question of the day today is, who are the abductors? Tunarudi in a minute and we'll have the answers.